Kristo. Tunaitwa wa Kristo ni kwa sababu tumeokolewa na Kristo. Baba, 4:16 Luka tumalize hapo. Ukaribishe. Luka 4:16. Inasemaje? Kitabu cha Luka inasema akaenda Nazareti, ndio hapo alipolelewa, ndio, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Desturi ya Yesu ilikuwa ni kuingia wapi? Nimesema hiyo jibu nikamaliza. Nimesema haijalishi inaitwaje, inategemea mnaenda kufanya nini. Tushana kuhusu jina kwa dada na watu kusanyika kuabudu, inategemea mnaabudu nini. Sio mambo na msikiti wala kanisa. Nasema hivi dadangu, Yesu anasema ama Yesu aliingia katika sinagogi. Nini maana sinagogi? Saidia watu wasikie. Sitazungumzia kuhusu msikiti wala kanisa. Baba, mwalimu, ukurasa wa 1229. Toma, nini maana sinagogi elewe. Nami nasema ndio, acha nimkaribishie. Sinagogi ndio msikiti kwa Wayahudi. Kumbe Yesu alikwenda wapi? Sitarudia tena. Sasa wewe nisaidia, unaenda kanisani kama nani? Kanisa wala msikiti. Unategemea ni nini nafanya hapo ndani? Asini ibada. Sawa, hata Wakristo hufanya ibada. Ibada gani hiyo? Inategemea ibada mnayoifanya. Ni ibada ya Yesu wewe aliyokuwa anaingia. Sijui nauliza hivi, wewe unafanya ibada gani Yesu alifanya katika Biblia? Katika Biblia Yesu alikuwa anaingia, anafundisha watu. Wapi? Nimesema haijalishi ni wapi. Sitazungumzia kuhusu msikiti wala kanisa. Watu kusanyika, ikiwa ni kanisani watu wanakusanyika, msikiti watu kusanyika. Ndio umeokoka? Nimeokoka. Mpe huyo. Kweli wewe mzuri umeokoka. 19:25 Mathayo. Mathayo. Dada ameokoka. Ndio. 19:25 kitabu ni cha mama Mathayo. Yeye anapenda dada kwa ushuhuda wake huo. Leo ni mchungaji huyo, ni mtumishi. Hakuna brave. Nasema wanafunzi ndio waliposikia walishangaa mno. Ndio. Wakisema ni nani basi awezaye kuokoka? Maliza. Yesu akawakazia macho. Ndio. Akawaambia kwa mwanadamu hilo haliwezekani. Mpe dadangu, wewe ni mwanadamu ama malaika? Mimi ni mwanadamu. Kuokoka ifanye nini? Soma John 3:16. Haya msoma. Soma John 3:16. Mpe baba, atajileta mwenyewe. Iseme kama ataokoka. Kwa maana kuokoka hapo anayeamini. Nasema hivi, Yesu anasema kwa mwanadamu kuokoka ifanye nini? Nimesema shida yenu ni kuchukua kifungu kimoja. Mpe, kwa nini tunachukua kifungu kimoja? Baba, kwa nini tunachukua kifungu kimoja? 3:16 Timotheo wa kwanza. Haya, Timotheo. Timotheo wa kwanza. Ndio. Ngapi? 3:16. 3:16. Nami nasema hivi. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu nataka andiko hilo hapo. Haya. Inasema hivi. Ndio. 3:16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu ndio lafaa kwa mafundisho. Mpe. Kila maandiko ama kila andiko? Nimesema kila andiko. Andiko ni ngapi? Lakini sitaandika story. Ukuje usome katikati, uelezee kuhusu story na ujaielewa kutoka juu. Haya 19:23 Mathayo mpaka 25 ndio elewe. Aelewe. Dadangu, hakuna kuokoka duniani, hakuna. Hamna. Kwa hivyo wewe hujaokoka, njoo katika Uislamu, Kiislamu, upewe jina unaitwa Fatuma, uanze kusali, sio kuimba tu. Unaona utaingia jahannam. Teremka mwalimu. 19:23. Yesu akamwambia wanafunzi wake, amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Maliza. Nawaambieni tena ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Maliza. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Ikiwa tajiri ana mali na hawezi kuokoka. Sasa nani hawezaye kuokoka ikiwa tajiri hawezi kuokoka na ana mali, anaweza kusaidia maskini, akasaidia wajane, akatengeneza mashule, lakini bado asiweze kuokoka? Yesu akasemaje? Yesu akawakazia macho. Akawakazia macho. Akasemaje? Akawaambia kwa wanadamu hilo kuokoka hilo haliwezekani. Mpe dadangu, kumbe kwa wanadamu kuokoka ifanye nini? Ndugu yangu, naomba kidogo, muda wako utafika. Sawa? Hapo ni shule. Hii madrasa ya Mtume Muhammad inatoa ujinga, leta watu werevu. Dadangu, andiko umesema kwa wanadamu ifanye nini?
Mwanadamu mwenyewe hawezi kujiokoa mpaka hajasema kujiokoa. Kuokoka mwanadamu hawezi kufanya nini? Mwanadamu anaweza kuokoka. Petro. Waraka wa kwanza Petro 1:5. Waraka wa Petro. Wewe ndio unafahamu kuna ratingisa hapa. Ratingisa. 1:5. Haya, sadaka inasema hivi mwalimu wangu. Nyinyi ndio mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa nini? Wakati wa mwisho. Mpe. Tunalindwa na nguvu za Mungu katika njia ya nini? Haya, Ustadh Rashid, nasikia pia kuna wageni wamefika. Patie Sheikh, patie, nasikia kuna mgeni pia amefika. Mike. Haya. Naam. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hivyo, salamu warahmatullahi wabarakatuh. nataka nimkaribishe mgeni wetu ambaye ametuhudhuria hapa na katika wakongwe katika wale wanaofanya kazi hii. Ustadhi Ali Karanja. Karibu sana. Tafadhali. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ama ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma, naye sio mwingine Nabii Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye dada huyo Muhammad lazima umfuate ili ufaulu. Bila Muhammad una salama. Ila ujui dada yangu, ujui tu, hebu mpe maiki ni msukutue. Unaitwa nani? Naitwa Damaris. Safi kabisa. Kanisa gani? Mimi ni Mkristo. Sina shida, mimi ni Muislamu naenda msikitini. Wewe Mkristo unaenda wapi? Kanisani. Ipi? Usijali na jina, nimesema mimi ni Mkristo. Mpe huyo. 3:15 Petro wa kwanza. 3:15 Ndio. Petro ni wa kwanza. Macho ine, habari yako? Njoo macho ine unisalimie. Usiogope, njoo. Njoo macho ine. Kaburini ukienda unaenda peke yako, tunakuja wote, tunakuacha nyumba ambayo ina taa. Wanakuita nani? Joseph mwinjilisti. Hebu karibia hapa tu nikupe kitu. Usiogope rafiki yangu. Nyumba ambayo ina taa utabaki peke yako. Kalia hapo rafiki yangu. Soma hiyo andiko tumalize. Haya, 3:15 nasema, wala dada unapata matatizo mengi, pia si lazima uwe Muislamu. Tukiwa Waislamu wote motoni aende nani? Twende. Muwe tayari siku zote. Ndio. Kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini. Sikiliza dada, lazima uwe ready kila siku mimi nikikuuliza nini. La tumaini safi lililo ndani yenu safi, lakini kwa upole na nini na kwa hofu. Mpe chombo. Anaye. Kwanza dada hapa usiongee spidi. Kwa mujibu wa hilo waliko. Usiongea spidi, unaongea taratibu, tena unahofia kwa sababu unafaa nikufuate. Nimekuuliza hivi, mimi ni Muislamu, mtu msikitini naingia jengo, wewe unaingia kanisani gani? SDA ama ni wa Jumapili? Kwa sababu nataka nijue ni wa SDA ama ni Jumapili ndio nijue naenda na wewe vipi. Nimesema mimi ni Mkristo. Safi kabisa. Kama nani? Mimi ni Mkristo. Kama nani? Mimi ni mtumishi wa Mungu. Safi kabisa. Mpe huyu. 2:8 Timotheo. Ngoja nikufunze tu dada, uache tu kuwa na wasiwasi mwingi. Tena Biblia hiyo unapingana nayo na unaihubiri. Kila siku unapingana na Biblia. Angalia venye unapingana nayo. Haya 2:8. Ni nyimbo tu. Inachoma injili ya Yesu, inachoma, ndio maana tunasema yende mbele. Twende kijana. Basi nataka waume wasalishe kila mahali. Sikiliza sister, kwanza hizi machachi zenyu mwanamke ni marufuku kushika microphone. Biblia inasema nataka mwanaume asalishe kila mahali. Hizo chachi zote
Ukiona chachi inahubiriwa na mwanamke, huyo ni mpinga Kristo. Twende. Huku akiinua mikono iliyotakata pasina hasira wala majadiliano. Hakuna kujadili ati bibi ama ni mwanaume. Twende. Vivyo hivyo safi. Vivyo hivyo safi. Wanawake. Ati nini? Wanawake. Huyu ni mwanaume. Mwanamke. Twende. Na wanyamaze. Wapi? Nasema wanawake. Ndio. Wanawake. Ati wanawake. Safi. Na wajipambe. Rudia tena. Na wanawake wajipambe. Wanyamaze. Wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Safi. Pamoja na adabu nzuri. Ndio. Na moyo wa kiasi. Si kwa kusuka nywele. Na sisi amefanyeje? Amesuka. Anapinga nini? Anapinga Yesu. Hiyo ni ya kwanza dada. Twende. Wala kwa dhahabu na lulu. Wewe usijipodoe na Q-tex na kutoboa masikio, marufuku. Mpinga Kristo. Twende. Wala kwa nguo za thamani. Safi. Bali kwa matendo mema. Ndio. Kama impasavyo wanawake. Ndio. Wanaokiri uchaji wa Mungu. Kama wewe unakiri wewe ni mcha Mungu, kwanza hiyo nywele bomoa, kaa hivyo. Trouser hiyo umevaa, marufuku. Angalia wewe kama utaki kubomoa, unataka kushuka 11 15 5 Wakorintho wa kwanza. Fanya haraka, siku mingi unajua. Fanya haraka kijana. Ndio. Wakorintho. Dada anasuka. Hiyo ni Biblia unaweka hapa kila siku. Haya, Wakorintho wa kwanza. Nyumbani mwa Baba. Hallelujah today in the name of the Lord. Janja na janja ule. Twende. Inasema basi. Ndio. Bali. Kila mwanamke asalipo. Sikiliza sister. Wewe yani ule mwanamke hapa yani wewe unakuwa mwanamke, lazima utii. Na ukitii maneno ya amri ya kuwa mwanamke wa Biblia, unafanana na Muislamu. Na ndiyo maana kila siku huwezi kukubali, kwa sababu Biblia inakwambia uvae kama wanawake wa Kiislamu. Urembo yako ni usafi wa Bwana yako, si ya kila mtu. Twende. Inasema bali ndio kila mwanamke asalipo au anapohutubu ndio bila kufunikwa kichwa. Kama wewe sister, kila siku church na hizo nywele hujafunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Kwanza unaibisha kichwa yako, kwa maana ndio ni sawa sawa na yule aliyenyolewa. Mpe. Kwa hivyo kama utaki kufunika kichwa ufanye nini? Ufanye nini? Wewe nyamaza, ushakuisha rafiki yangu. Tulia kabisa. Huyu akiingia kwa Uislamu safi kabisa, akikataa safi, kwa sababu Mungu hawezi kuwa muongo. Lazima wengine waende paradise na wengine waende jehanamu. Dada, Biblia inasema kama huwezi kufunga kitambaa ufanye nini? Mimi sitaki maneno mengi. Sitaki upishane na Biblia. Mimi nataka ukubali basi. Ukatae useme umekataa, tuendelee. Biblia inasema mwanamke hataki kufunika kichwa chake. Si wewe. Wakristo wote ambao wananisikia wafanye nini? Tulikuwa hoja ya Kristo. Mfanye nini? Maandiko inasema mimi ndimi njia na uzima. Mtu hatafika kwa Baba asipopita kwa Kristo. Hiyo ya mavazi na hiyo ingine tulikuwa kwa Kristo, umeruka, umeingilia. Tulia kidogo. Sasa wacha niseme nikimalizia. Subiri kidogo. Usiwe mjanja. Sioko mjanja. Safi. Turudi kwa Kristo. Tunarudi. Yes. Tunarudi. Biblia inasema wewe usifanye nini? Kuhusu nini? Kuhusu kichwa yako. Tutaingia mbinguni kwa matendo yetu. Safi. Kwa hivyo wewe unaenda wapi? Mbinguni. Sisi hatuendi mbinguni. Sisi kwa matendo yetu. Sawa, subiri kwanza. Wewe unaenda mbinguni, sawa? Si ni sawa? Wawalatia 5:19 inahesabu dhambi. Tulia kidogo. Sasa ukifika uanze kuona nani amekwambia hii ni nguo ya mwanaume, imechaguliwa wapi ikasema hii ni ya mwanaume. Mpe huyu. Maana sijachukua nguo ya bwanangu nikafanya, nimefaa nguo yangu. Hebu subiri dada. Chukua maiki. Dada chukua maiki, mpe maiki. Dada. Sawa. Yote hayo kawaida yako. Mimi kanisani nimekaa, huko nimeimba, kama ni dombora Yesu nimecheza. Wala mimi nakuelewa vizuri zaidi. Sasa tuache hayo yote, kwa sababu lazima upingane na Biblia ndio uendelee kuwa Mkristo. Ukikubali kufuata Biblia huwezi kuwa Mkristo. Sasa wewe nakuuliza, nataka uwe Muislamu tuende paradise tukakunywe supu na Yesu. Unasemaje? Sitakuwa Muislamu. Sijasema hujakuwa, nasema uwe Muislamu. Nimesema sitakubali kukuwa Muislamu maana Waislamu hawakubali Kristo. Mpe huyu. Mpe huyu. Sikiliza. Kwanza wewe dada umeongea uongo. Hakuna Mkristo duniani anajua Yesu kuliko Muislamu.
Muislamu anajua mpaka shosho ya Yesu na kukaa ya Yesu. Lakini nyinyi tu mnababaishia hapa juu. Na huwezi kuwa Muislamu kama uamini Yesu. Sawa kabisa. Hebu 3:45. Sikiliza. 3:45. Sikiliza Yesu. Al-Karim. Sikiliza Yesu. Inasema hivi kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ndio. Kumbukeni waliposema malaika. Safi. Mariam. Ndio. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Mpe maiki. Anaye. Ametajwa nani? Umeenda sokoni? Mariamu. Mariamu mama yake nani? Mariamu mama yake nani? Yesu. Safi sana. Kwa hivyo Waislamu wanajua Mariamu ni mama yake nani? Yesu. Na wewe umetusingizia hapa atufanye nini? Amemkubali Yesu kuwa mwana wa Mungu. Asante. Kati ya Mungu na Mariamu aliyezaa Yesu nani? Usiniangalie. Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hatujakataa, mpe huyo usikilize, bado Qur'ani inakubali hayo maneno. Lakini mimi nakuuliza, aliyezaa, aliyesikia uchungu wa Yesu ni Mungu ni Mariamu? Mariamu alikuwa ni chombo. Sija kuuliza ni nini. Yes. Sikiliza, maiki ni yako. Wewe uko na mtoto? Mimi nakuuliza hivi, hapa mzee, maoni ni kwa magazeti, habari kwa televisheni, kujitetea ni kotini. Sikiliza, imani yako kanisani, yangu msikitini. Hapa ni maandiko. Umenifahamu? Yeye amesema hivi, atuamini Yesu. Sisi tunapata kwa Qur'ani, Yesu tunamwamini na tunamkubali ni mtume wa Mungu. Akasema hivi, nyinyi mnakataa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Mimi nikamuuliza, wewe mwanadamu, kati ya Mungu na Mariamu aliyezaa Yesu nani? Ili tumalize. Ndio hiyo nimekujibu. Yesu ni mwana wa Mungu, aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Aliyemzaa nani? Mariamu alimzaa. Mariamu ni Mungu ni mtu? Ni mwanadamu. Mwanadamu akizaa anazaa nini? Kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa tofauti. Mpe huyu. Hakuna mwanadamu mwingine amezaliwa vile Yesu alizaliwa, ndio maana tunasema ni mwana wa Mungu. Tulia hapo hapo. Nikikupa wengine walizaliwa kabla ya Yesu bila baba ila na mama, utasemaje? Hakuna mwingine aliyezaliwa. Mpe huyu 21:1 Mwanzo. Mpe maiki, sikiliza wewe dada. Biblia hujasoma. Ni bla bla tu dada. Biblia hii hujasoma. Na sio wewe peke yako. Hata huyo mwenye amekaa hapo hiyo maiki itazima. Sasa hivi twende. Itazima tu. Inasema, sikiliza wewe dada, ati hakuna mwingine. Bwana wako wengi nakupa leo. Twende. Bwana safi akamjia Sara kama alivyonena. Ndio. Na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Ndio. Sara akafanyaje? Akapata mimba. Mpe. Unajua Isaka? Yes. Alizaliwa na nani? Na Sara. Babake ni nani? Abraham. Kiuno ya Ibrahimu ilitumika kwa Sara Isaka azaliwe. Andiko inasema nani alifanya? Hakuna mahali maandiko inasema vile inavyosema kwa Yesu kabla hawajakaribiana. Hakuna mahali imetaja ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mpe arudie tena. Nani kaja? Mpe arudie. Hakuna mahali imetaja. Mpe arudie. Si lazima ukatae ndio uwe Mkristo mzuri. Twende. Dada sikiliza. Bwana ndio akamjia maiki. Bwana ni nani kwa mujibu wa Biblia? Ni Mungu. Mungu ndiye anakuja cash. Twende. Bwana akamjia Sara. Na nyinyi hebu kusubiri mali. Dada anakupasua kifua kule. Nao wanaimba nyimbo kila siku. Alimpa Sara na Hana hakuna sichokiweza. Twende. Inasema Bwana akamjia Sara ndio kama alivyonena. Safi. Na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Mpe. Nani alimfanyia Sara? Mungu alifungua tumbo lake. Haimaanishi hawakukutana Sara na Abrahamu. Hakuna mahali kumetajwa kwa Biblia. 16:1 Mwanzo. Dada Biblia hujasoma. Ndio hiyo na kuonesha wakukutana. Ile ilikuwa miujiza ya Isaka. Hata Paulo mwalimu wako anasema Isaka ni mtoto wa ahadi, si mtoto wa spam. Twende. Inasema basi Sarai mke ya Abrahamu ndio hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri. Mpe. Sara hakufanyaje? Mungu akikuahidi kitu haimaanishi. Hakuna mahali imesema Sara hakukutana na Abrahamu. Lakini kwa Yesu kuna mahali imesema. Chukua maiki, rudia andiko. Usiwe mjanja. Ukiwa muongo usiwe msaulifu. Na kubishana hakukusaidii. Kulikuwa na wengi, hata huyo alikuwa mbishi huyo. Nasema basi ndio mali. Huyo alibisha miaka 5, huyo alikuwa MSDA. Siku moja nilimkamata. Sasa anasema la ilaha illa Allah. Twende. Basi Sarai mke ya Abrahamu ndio hakumzalia mwana. Mpe. Sara akufanyeje?
Msongezee. Soma teremka chini. Msongezee, asome mwenyewe ifutike. Soma mpaka mahali unataka. Anzia 1. Inasema basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana. Ndio. Naye alikuwa na mchakazi Misri. Jina lake Hajiri. Ndio. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisisae. Ndio. Umwingilie mchakazi wangu. Labda nitapata usao kwa yeye. Abraham akaisikiliza sauti ya Sarai. Ndio. Sarai mkewe Abraham akamtoa Hajiri Misri. Akafanyaje? Mchakazi wake. Baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanani miaka 10, akampa Abraham mkewe au mkewe. Tulie kwanza. Kwanza nyinyi wa Kristo kusema Ibrahimu yani ndio nitumie aizini ni maneno ya uongo, sawa? Sawa. Wa Kristo kusema Ibrahimu alikuwa na mpango wa kando ni uongo, sawa? Hapo amekuwa mke wa nani? Alikuwa na mchakazi wake anaitwa Hajiri. Akampa awe nani? Akampa awe nani? Akampa awe mke wake. Ndio, usisite. Sio kanini? Sio kanini? Sio nini dadangu? Yaani wewe umeishi kuwekelea Ibrahimu kila siku kwamba Ibrahimu alikuwa na mpango wa kando. Lakini Biblia inasema hakuwa na mpango wa kando, ni kuoa alioa. Biblia inasema Sara alipopoteza tumaini akaona miaka imeenda, alimpa huyo akawa mke wake. Sio nini? Hakuna mahali tumesema kuhusu mpango wa kando. Safi sana. Kwa hivyo Wakristo wamekusikia leo, wote ambao wanasema Ibrahimu alikuwa na mpango wa kando ni uongo. Ni wanafiki, ni waongo wakubwa. Kwa hivyo Ibrahimu kaoa safi kabisa. Na hakuna mahali Sara dada yangu ngoja nikwambie. Ni Mkristo mgani alisema Abrahamu alikuwa na mpango wa kando? Wewe huwezi kujua. Biblia inasema wako wengi tu. Fanya utafiti utawaona. Wengi tu hata huyu alikuwa anasema hivyo. Hatusemi maneno ya watu wanasema, tunasema kuhusu Biblia. Sasa ndio nasema hivi, hata wewe kama ungeona hiyo andiko mara ya kwanza ungeabisha. Na hakuna andiko yoyote Ibrahimu na Sara walilala wakapata Isaka. Hakuna. Ukipata hakuna andiko inasema hawakulala pamoja. Iko hiyo inasema Sara hakufanyaje? Hiyo inasema Sara hakufanyaje? Hiyo inaelezea historia yao. Hakufanyaje? Lakini wakati Biblia inasema kuendelea, hiyo ni mwanzo, ndipo alipompea ule mchakazi wake akakuwa mkewe. Baadaye Mungu alikuja akafungua tumbo lake. Vizuri sana. Akapata mtoto. Umemaliza. Kumbe Sara alikuwa amefika menopause. Mungu akamfanyia miujiza. Sio spam zilitumika. Miujiza ufanyika mpaka wa leo. Unapata mtu apati mtoto kwa muda. Anapoombewa anapokea miujiza, anakutana na mzee wake na wanapata mtoto. Hiyo bado inaitwa miujiza. Mpe 21 Galatia tumalize. Wewe dada huwezi kukimbia. Nikimbie mimi kanisani wakati nimekaa, nimeimba nyimbo. Rap domboro ya Yesu na kukula sadaka ya waumini. Soma hiyo. Inasema hivi. Dada sikiliza kwa makini. Na kanisa dada hakuna Mungu. Nakupa hilo andiko tumalizane na wewe. Sasa ukienda church unajua unaenda kukutana na ibilisi. Inasema lakini Mungu ndio kija yake. Tuende. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa pili. 21 Galatia. Yanze 21. Ndio. Inasema niambieni safi. Ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Mpe sister. Unataka kuwa chini ya sheria? Tuliokolewa na Kristo hatuko tena chini ya sheria. Mpe huyo. Sasa unaona na Yesu anasema hajakuja kupinga sheria. Kwa hivyo wewe ni mpinga Kristo. Twende. Inasema, je, hamsikii sheria? Sasa wewe hawezi sikia sheria. Kwa maana imeandikwa ya kuwa ndio Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Hiyo andiko lisomwe. Inasema Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Alikuwa na watoto wawili. Mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Wewe sikiliza sister, na mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi ndio alizaliwa kwa mwili. Angalia sister, Ismaeli alizaliwa kwa viuno vya Ibrahimu. Yule wa muungwana, yule wa Sara kwa ahadi. Mpe. Isaka ni mtoto wa nini? Abraham. Mpe arudie.
Mpe arudie. Ni mtoto wa Abrahamu lakini ni wa ahadi. Mpe arudie huyo. Ahadi ya Mungu haivunjiki milele. Ahadi ya Mungu haivunjiki milele. Unaivunja? Inasema Omari, nipo. Ile imefika. Mpe huyu mwenye shati anasema ana haraka sana. Hebu karibia pande nyingine. Karibia pande hii. Usiende sister. Kiti ni chako hicho. Pole lakini kwa karibu sadaka. Ndipo hivyo tu. Kazi ya Mungu hiyo. Mpe maiki. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Pia nawe. Wanakuita nani? Machari. Machari wewe Mugikuyu? Legi umetako? Legi. Uko na swali gani ungependa kuuliza Waislamu? Nilisikia mkisema eti Yesu alikuwa Muislamu sababu aliingia sinagogi. Nisomee kwa Biblia ama kwa dictionary mahali inasema sinagogi ni msikiti. Sio mimi. Evidence. Waliotafsiri Biblia waliongozwa na roho nani? Wa Mungu. Wanaweza kosea? Tena unaruka. Enda taratibu, usiwe na spidi. Umesema hivi, nipe mahali kwa gazeti ama kwa Biblia ama kwa dictionary sinagogi ni nini? Msikiti. Sasa nikakuuliza waliotafsiri Biblia waliongozwa na roho wa nani? Wanaweza kosea? Hapana. Mpe asome mwenyewe. Mfungulie. Usimnyang'anye Kibaki alimaliza kazi. Mfungulie umsongezee. Aendelee kupingana na Yesu ama akubali kwenda msikitini. Nataka maandishi, sitaki maelezo. Allah. Maandishi ile iko kwa Biblia. Hayo maelezo yiko ndani ya nini? Hii ya ule mwenye ameandika hii kitabu na jinsia. Nataka maandishi iko ndani ya nini? Iko ndani ya nini? Nikusomea. Ngoja kidogo. Katika dictionary, synagogue ni ile nyumba wa Waisraeli mpaka leo wanaombea. Na wao sio Waislamu. Kwa hivyo mwenye aliyetafsiri Biblia sinagogi ni msikiti alikosea. Hii maelezo ya nyumba hiyo si ndio nasema alikosea kutoka Genesis mpaka Revelation. Hizo zingine usiniambie. Kwa hivyo wewe ili ujue mtu lazima ujue matendo yake ndio uweze kutofautisha huyu Muislamu. Neno ya Mungu ile tunajua imeanza Genesis to Revelation. Usinipe maelezo ya huko nyuma. Umesema unaitwa Masharia. Unaweza andika yenu na muongeze vitu zenu. Umesema unaitwa nani? Macharia. Yes. Ati sisi hatuanzi andika Biblia. Huko nyuma unaweza andika maandishi yako na uongeze ile, lakini hakuna evidence mmenipea. Naweza hata piga hiyo sababu Muhammad alikuja 600 years after Jesus Christ. Nani amekataa? Na hiyo kumaanisha wakati Yesu alikuwa duniani hakukuwa na Uislamu. Nani aliyesema? Kama umekataa, subiri. Right now, that Muhammad alikuwa mbele ya Yesu. Subiri rafiki yangu. Alikuja 600 years after Jesus Christ. Usichanganye maneno. Hata kwa tulia kidogo rafiki yangu. Unaharibu kitu. Angalia rafiki yangu. Usitusingizie sisi tumesema Muhammad alikuja mbele ya Yesu. Hakuna Muislamu yoyote atasema na Yesu alikuwa Muislamu aje kama Muhammad. Kwani Muhammad ndiye alianzisha Uislamu? Hii Quran iliandikwa 600 years after the Bible. Ndio. Kumaanisha ilikopiwa kutoka kwa Bible. Ndio. Na ukafanya edit bila vitu zinawasoma. Usiseme tukafanya. Kwa sababu Qurani haijafanywa edit yoyote. Qurani iko na miaka 1447 ikiwa vile vile. Tulia kidogo nikwambie. Biblia iko na miaka maneno ya uongo. Kwa sababu hivi sisi tunaamini Musa alipewa kitabu kinaitwa Torati, sawa? Yesu alipewa Injili, sawa? Daudi alipewa Zaburi, sawa? Hiyo ilipewa nani? Hii Biblia ilipewa Yesu na pia hata hiyo gani? Sasa hapo ikifika tunaenda na evidence. Andiko Yesu alipewa Biblia. Kwa sababu kutoka hiyo mwanzo umesema mpaka Ufunuo, kwanza jina Biblia hakuna. Sawa? Unakubali kwanza? Mpe huyu sasa nikuoneshe kitu. Bibaji, hiyo kazi yenyewe. Sikiliza walioandika Biblia wanakuambia nini. Usije ukaumia kifua bure rafiki yangu. Sikiliza hiyo. Alafu watoto waangalia hapo. Ngoja gari pite. Soma hiyo usikilize. Usifunze kitu. Unajua unaweza kuwa hujui kitu na mimi nisijui. Sasa nakwambia hivi, hakuna nabii yote aliyopewa Biblia. Biblia hii imeandikwa na Wagiriki. Ikakuja Uingereza ikatafsiriwa na mabishopu wewe kataa, mimi nitakupa ushahidi. Na hii tafsiri unayosoma ya Biblia imetafsiriwa na mabishopu wa Katoliki 40 Zanzibar.
Twende kazi, soma hapo. Inasema hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Waliotafsiri hiyo Biblia wanakuambia kazi ya kutafsiri Biblia haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali ndio yametokea katika janibu mbalimbali za nchi hii. Safi. Kwa mfano, ndio ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Jehova Mungu au Bwana Mungu. Safi. Litakapopigwa chapo katika kitabu cha Agano la Kale, utakuwa na maelezo maalum juu ya neno hili. Ndio. Pia maendelezo ya majina yote ya watu. Sikiliza, angalia rafiki yangu. Tumeenda kuswali. Sauti. Sema bismi. Anna Muhammad Sawa, maneno umesema kwa Kiislamu. Ndio mtu anayeandika Kiarabu. Ndio ndio Yesu kwa Kikamba kwa Kiswahili. Sema nakiri kwa moyo. Rudia maneno nasema nakiri. Sema ni nakiri kwa moyo. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa moyo. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa moyo. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba hapana Mola. Mola apasaye kuabudiwa. Kiswahili kuabudiwa. Kwa haki ila Mungu mmoja ambaye ni Allah.